Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule anayetenda dhambi ni wa Shetani. Katika kitabu ya Yohana ya kwanza sura ya 3 mstari wa 8 kufika mstari wa 9, dhambi ni ya Ibilisi, kwa maana Shetani amekosa dhambi tangu mwanzo. Mwana wa Mungu alivumilia kwa kusudi hili kuharibu kazi ya Shetani. Haleluya. Haleluya. Leo tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 13, kwamba tunaona Yesu mwenyewe anaitwa neno la Mungu. Kwa hivyo tunayo neno la Mungu kwa njia mbili. Kuna neno ambalo linaandikwa ama lile linasemwa kama vile unayovisikiliza kupitia hii sauti, lakini pia tuko na neno ya wanafunzi. Ukisoma hiyo kitabu ya Ufunuo sura ya 19 mstari wa 13, linasema Yesu ni neno la Mungu. Yeye ndiye neno lililofanywa mwili na kuishi kati yetu. Yuko hai, yeye anaishi ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo kuna analogi mbili ya kufanana za mbegu. Fikiria kwamba unayenunua duka la kilimo kununua mbegu, na inakuwezesha kusema ulinunua mbegu za tikitimaji ama watermelon. Mbegu zilizo katika pakiti ni ndogo, nyeusi, ni shaine na ni ngumu. Wote wanaonekana kama hawana uhai ndani yao. Sio mzuri hata kidogo. Lakini kwenye kifunuo cha pakiti unaweza kuona picha ya tikitimaji hiyo ama watermelon hiyo nyekundu iliyokatwa, ikikatiswa kwa nusu, na yote yake yanakuvitia, na wakati ukiangalia wewe hata kuanza kuleteza. Sasa neno la Mungu linacholeta ndani yetu maumbile ya maisha ya Kristo. Inafanya aje hiyo kazi? Inafanya kazi sawa na jinsi mbegu inavyofanya kazi na kuzaa muujiza huo. Sasa unapona tikitimaji hiyo ama hiyo watermelon, unaanza kushangaa inatoka aje mbegu ndogo. Hiyo mbegu ni ndogo inayekaa ndani ya hiyo pakiti, lakini unaona hii tikitimaji ikitoke inakuwa tamu sana, inakuwa kubwa. Unajiangalia na unasikia kuleteza kweli. Sasa hiyo ndiyo muujiza ya mbegu. Ina uwezo ndani yake ambayo hatuwezi kuona. Ina nguvu ya kuzalisha, sio tikitimaji moja, sio watermelon moja, lakini nyingi. Sasa ndivyo pia jinsi neno la Mungu linavyofanya kazi ndani yetu. Tunapokea mahubiri ya neno kwa wakati huu. Unaweza kusikiliza, ni kusema kupitia redio hii ambayo ni kama tumbegu ndogo nyeusi, kama ile mbegu ndogo ya tikitimaji. Sasa inaweza kuwa haina kivutio kingine cha nje, lakini wakati utapokea hii neno ndani ya moyo wako, italeta maishani mwako maisha mazuri, maisha kuwafulu, maisha ya ushindi, uponyaji, wema wa Mungu, kwa maana ya kuwa maisha ambayo yanatiririka kwetu wakati tunapokea neno la Mungu. Ni sawa na ile tikitimaji iliyonyaiva. Neno hili linatoka maisha mapya ndani yetu. Inaleta uhai.
na asili ya Kristo ndani yetu, na hii ndiyo kusudu la mwisho la Mungu kutuma neno lake apate kuzaa mtoto wake ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Ukitayarisha kupokea hii neno, ukitayarisha kupokea hii mbegu, ahadi hii inaleta maisha mapya ndani yako. Tukisome kitabu ya Yohana hapo sura ya 1 mstari wa 12, tunaona Yohana anasema wale wanaopokea Yesu kupitia mbegu wanazaliwa na Mungu. Sasa ikiwa haujazaliwa mara ya pili, huu ndio wakati umpokee huyo Bwana Yesu. Umpokee kupitia neno hili lenye nguvu hivi sasa. Mpokee huyo Bwana Yesu. Tuungama dhambi zako na upokee kwa imani, kukiri kuwa yeye ndiye Bwana wa maisha yako. Naamini kwa moyo wako na wewe ni kuzaliwa tena. Kama unasikia hii neno ni yako, ebu anza kutangama dhambi zako. Anza kumpokea huyo Bwana Yesu na imani kupitia hii neno la nguvu. Umpokee akuwe Bwana ya maisha yako. Huyo ukimpokea Bwana Yesu, ukipokea hii neno lake, mambo yako yote itabadilika. Huyo ndio ukweli wenye nguvu. Kwa hivyo sasa, ni wangapi katikati yenu wanaamini kuwa neno la Mungu linaweza kuwaponya? Wanaamini ati neno la Mungu linaweza kuleta maisha ama kupea maisha mapya ya baadaye. Tukisome hapo Yohana sura ya 9 mstari ya 31 kufika 32. Yesu aliwaambia Wayahudi waliomwamini kwamba hebu sikiliza vizuri hapo, kwamba ikiwa ni sharti, ati kwamba ikiwa mtaendelea katika neno langu, basi mtakuwa wanafunzi wangu. Basi mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Sasa Yesu hakusema ati neno litawaweka uhuru, lakini alisema ukweli utawaweka uhuru. Kwa hivyo tunapopokea neno, ni mbegu tunapokea. Tunapopokea hii mbegu hii na kwanza kuitumia katika maisha yetu na tunaanza kuishi nayo, basi imekuwa ukweli, kwa sababu ukweli unatuweka uhuru. Wakati ukiamini ukweli, ukiamini neno la Mungu, unaacha kukuwa na wasiwasi, unaacha kuogopa, kwa sababu ukweli unakuweka uhuru. Unapata kweli ule uhuru wa Mungu. Hebu acha tuangalie moja ya maandiko ambayo tunasoma mara mingi lakini hatujapata maana. Ukiende Luka sura ya 6 mstari wa 38, anasema toa na utapewa wewe. Toa na utapewa wewe. Kipimo kizuri, ukisikiniza, kutikiswa pamoja, kukimbia juu ya wanaume wape bosi wako kwa kipimo chile utatumia, kitatumiwa kwako. Kwa hivyo, ikiwa nina na giri moja na nikatoa 700 kwa mtu anayehitaji kulingana na ulimwengu, kwa maisha ya dunia mitabaki na 300, lakini kulingana na neno la Mungu mitakuwa na zaidi. Kwa hivyo ninaamini neno hili na naishi nalo, na litakuwa ndani yangu, litaniweka ndani ya ile uhuru. Shida zangu za faida zitatatuliwa kwa sababu hii ukweli inakaa ndani yangu. Kwa hivyo, ni wangapi katikati yenu
wanaamini ukweli. Ukisema tunaamini ukweli, kitendo chako kinacholingana kinapaswa kuwa chile ama hicho cha ukweli. Wandugu, wadada, wakaka, unapoamini ukweli, kutenda kwa kushikamana na ukweli ambayo inamaanisha kwamba mbegu ipandwa, ile mbegu imepandwa ndani ya moyo wako. Sasa hiyo mbegu huanza kuzungumza nawe na itabadilisha kabisa katika vitendo vyako. Unapotenda ukweli, Yesu ambaye yuko ndani yako hufanya mbegu hii ipande nje na kufunua maji. Mbegu yako ya uponyaji italeta uponyaji. Uzao wako wa ukombozi utaleta ukombozi. Wadada na wakaka, ninaomba tuamini ile neno la Mungu, tuamini hii mbegu na tushikanie mikononi kwa Mungu. Hii mbegu ikikae ndani yetu itazaa na itabadilisha maisha yetu, itabadilisha chile chochote. Nataka kuomba na wewe, naomba tu inue mkono, tuombe ndio Mungu atende kwa maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, neno lako limehubiriwa na watu wako, watoto wako wamepokea neno. Bwana, acha mbegu ambayo imepandwa ili kwanza kukua ndani yao, ikitoa mavuno mengi. Baba, wakati mbegu imepandwa, basi kila kazi ya shetani katika maisha ya watoto wako ibatizwe msalabani. Kila hati ya kisheria imefufutwa, laana imevunjwa, baraka zimekuja, uponyaji umefika. Kila virus zimewava na kuabiriviwa na damu ya Yesu kupitia mzao huu. Bwana, waacha watoto wako wapokee ambayo macho yao hawasaona na ambayo masikio yao hajaisikia. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, na watoto wa Mungu waseme ati amina. Haleluya. Mungu awabariki sana, na tuendelee na kuamini neno lake, tuendelee na kumpokea huyo Mungu, tuendelee na kufanya kazi yake, naye atatenda mema kwa maisha yetu, kwa familia zetu, na kwa kila kitu tutaweka mikononi yetu atabariki. Mungu awabariki na akae katikati yenu. Mbarikiwe sana.